Unaokoka una wake wawili, mmoja lazima umwache. Lakini kuna taratibu za namna ya kumwacha. Umfukuzi, unamwandalia mji wako, anakuwa dada yako. Wacha ujinga. Wewe unaokoka na mabehewa yako 20, toka hapa kwa jina la Yesu. Na kwa kawaida kibiblia, kama wewe umeolewa ni mke mdogo, ukiokoka kimsingi lazima umpishe mwenye nyumba ulienda kumchafulia. Si Biblia? Haya mambo siku hizi wachungaji wanaogopa kuyasema. Ngoja niyapasue kwa jina la Yesu. Maana ukiokoka unatambua nilivamia nyumba ya mtu. Sasa kama wewe mvamizi unabaki umeokoka na uvamizi, pisha mwenye mji. Unaniangalia kwa macho mawili. Tunaye pale Mama Donald Mushi, sasa hivi ni mchungaji. Mama mchungaji alikuwa ameolewa mke wa pili. Wala huhitaji kuambiwa, ukimpata Yesu mwenyewe anaongea na wewe yeye mwenyewe. Akaja kanisa, baba mchungaji, nasikia mimi nimemkosea huyu mama mkubwa. Nini? Nimeokoka, najua hata huyu mume wala hampendi huyo, upendo wako umehamia kwangu, anahangaika mwenyewe, nasikia vibaya. Nikamwambia fanya mambo mawili, nenda kwanza kamuombe msamaha bi mkubwa, kwamba nilitenda dhambi kuingilia ndoa yako. Kuanzia leo mume wako na kuachia. La pili kamwambia mume wako, nimeokoka, naomba jiandae mimi nitoke nirudi kwetu. Anasikiliza, yani watu inawasha. Si mnataka original Assemblies of God? Si mnataka upentekoste asilia? Ndio huu nawapa. Lazima mambo mengine afanywe matengenezo. Historia ni ndefu. Ilichukua miezi 9 yule baba kukubali aondoke. Miezi 9 na maombi makali, sio kwa fujo. Akaja akasema sasa nakubali. Lakini akasema siku ukikaribia kuondoka niambie mwezi mmoja kabla, niombe ruhusa, niombe likizo kazini, nisije nikagongwa na magari. Kwa jinsi alivyompenda. Na kweli alipokaribia alimwambia mwezi mmoja ghafla, akaomba likizo kazini, akae nyumbani ajifungie, asije akagongwa na magari kwa namna alivyompenda. Na akasema kweli wewe umeokoka. Akasema kweli wewe umeokoka. Kweli wewe umeokoka. Hebu inua mkono wako. Naomba tulio mbali tusoge. Tulio mbali kule tusoge. Sogeni ndugu zangu. Na mbali kule kabisa. Hapa mbaki hapa. Kule mbali tusoge. Tusoge watu. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema. Vyote ni kipindi cha Yesu Kristo. Tumepita vipindi vingi. Tumeanza na kipindi cha bila dhambi Eden, kikaja kipindi cha dhamiri, kikaja kipindi cha ahadi. Vimepita vipindi vingi, utawala wa mwanadamu, baadaye sheria, na mwisho pale Golgotha Yesu akatangaza kipindi maalum, kipindi cha neema, kipindi cha kukubaliwa
pasipo kustahili. Haijawahi kutokea. Kipindi cha Yesu ni cha watu kukubaliwa pasipo kustahili. Sikiliza nikuambie, hiki kibali kinatoka wapi? Katika sheria ya uwakilishi inasema mmoja kikosa, wote wamekosa. Adamu wa kwanza alipokosa, wanadamu wote wakakosa, na shetani akashangilia. Hakujua ya kwamba wembe ule ule utakuja kumnyoa yeye. Na Adamu wa pili, Yesu Kristo, alipokuja duniani akaifanya kazi, hata akaja juu ya msalaba. Alipokufa akafufuka, alipoishinda mauti, alipoikanyaga mauti kwa kushinda kwake Yesu, wote tumeshinda, wote tumeshinda. Kipindi cha pekee cha kila mwanadamu anaweza kuingia kiti cha rehema kwa ujasiri. Unaweza kumwendea Mungu bila kupitia kwa yeyote. Njia ni moja, ni Yesu Kristo wa Nazareti. Nataka nitangaze Mwanza, hakuna njia nyingine na hakuna muda mwingine wa maana. Muda wa pekee ni leo. Saa ya wokovu ni leo. Saa ya kupona ni leo. Saa ya kufunguliwa ni leo. Saa ya kuwekwa huru ni leo. Saa ya kubarikiwa ni leo. Saa ya kuinuliwa ni leo. Saa ya kutukuzwa pamoja na Yesu ni leo. Ni leo. Ni leo. Tuko katika kipindi cha wagonjwa kuponwa bure bila gharama. Tuko katika kipindi cha majini kutolewa bure bila gharama. Tuko katika kipindi kufunguliwa bure bila gharama. Unachotakiwa ni kimoja: kuiamini kazi ya Yesu, kuitazama kazi ya Yesu, kuiangalia kazi ya Yesu. Na waita Mwanza, fungueni macho yenu, iangalieni kazi ya msalaba. Msalaba katika jambo linaloniliza machozi leo. Msalaba uhubiriwi, msalaba usemwi. Enyi watu wa Mwanza, kazi ya msalaba ndiyo imetuweka huru. Kazi ya msalaba ndiyo imeleta uzima wa magonjwa. Kazi ya msalaba ndiyo imeleta ukombozi. Kazi ya msalaba, utazameni msalaba, utazameni msalaba, utazameni msalaba. Msalaba wa Yesu. Akiwa msalabani, Yesu akatangaza agano jipya. Akiwa msalabani, Yesu akatangaza kuharibika kwa kazi shetani na mitandao yake yote. Tuko mwaka wa Bwana uliokubalika. Tuko mwaka wa Bwana uliokubalika. Ni wakati wa kutoka kwa shetani na kumkimbilia Yesu. Ni wakati wa kutoka kwenye uganga na kumkimbilia Yesu. Ni wakati wa kutoka kwenye ulevi na kumkimbilia Yesu. Ni wakati wa kutoka kwenye uzinzi na kumkimbilia Yesu. Ni wakati wa kutoka kwenye biashara za kishirikina na kumkimbilia Yesu. Ni wakati wa kutoka katika giza, kutoka kwa shetani, kutoka. Na unapotoka, hatuwagi, 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 hatuwagi wewe. Eti mpaka nikaange kamwage mtu wangu wa dini. Unamwaga kipofu. Wewe unaweza ukajienda kuuliza njia kwa kipofu? Una akili? Yaani kipofu haoni, yeye anahitaji mkongojo, alafu unamwambia njia ya kwenda mjini iko wapi? Tunaenda kwa wanaoona.